Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu wote ambao mpo online. Mungu awabariki sana ambao mtakaosikiliza hii audio. Nimeposti hapo somo ambalo linaitwa ufanisi unaanza ndani yako. Ili ufanikiwe kwenye jambo lolote, kuna mambo hayo matatu ya kuzingatia. Katika mafanikio na haya mambo matatu ambao kwenda kuorodhesha hapo, ndio msingi pia imara wa ufanisi kwenye maisha yako, na hii ina apply kwenye kila eneo. Ina apply kwenye kila eneo la maisha yako. Wewe unafanya biashara, kwenye eneo la kiroho, kwenye eneo la kazi, la huduma, personal life, kwenye familia, kwenye jamii, kwenye kila eneo la maisha yako. Maeneo matatu yana apply. Na nimepata msukumo wa Roho Mtakatifu kwa muda mrefu kuhusiana na haya maeneo matatu, na nikaweka mkazo wa kujifunza kwenye maeneo hayo matatu na kufuatilia mifano tofauti tofauti ya watu waliozungumza kuhusiana na haya maeneo matatu ambao nakwenda kuzungumza. Yatakupa matokeo tofauti kabisa iwapo ukawekea mkazo kwenye maisha yako, ukaweka kama msingi kwenye maisha yako na kuyafanyia kazi kila siku. Utaanza kuona matokeo kwenye kila eneo la maisha yako. Kumbuka, maisha yanaongozwa na kanuni, na kanuni zinaongoza maisha. Usipofuata kanuni, huwezi kupata matokeo sahihi, huwezi kupata matokeo mazuri. Ila unapofuata kanuni, unapata matokeo mazuri. Sasa eneo la kwanza ni eneo la nidhamu au discipline. Nidhamu hii imegawanyika kwenye maeneo mengi sana, maeneo mengi sana ambayo naweza ka-apply nidhamu, lakini tazungumzia maeneo machache tu ambayo ya kuwekea nidhamu, ambayo unatakiwa kuwekea msukumo, kuwekea nidhamu mahususi, nidhamu maalum, ili kuleta ufanisi kwenye maisha yako kila siku. Eneo la kwanza ni eneo la nidhamu ya muda. Kuna nidhamu ya marafiki, nidhamu ya kujiwekea malengo, nidhamu ya vipaumbele, nidhamu ya marafiki, nidhamu ya fedha. Usipoweka nidhamu hizi, ukaishi kwa nidhamu katika fedha unazozipata, ukaweka nidhamu katika muda ambao Mungu anakupa 24 hours kila siku, utumia vizuri kwa nidhamu, itakusababisha kutokuwa na matokeo mazuri kwenye maisha yako. Matokeo mabaya, maisha mabaya ya watu wengi yanasababisha kutokuwa na nidhamu ya vitu ambavyo wanavipata. Nidhamu ya muda ambao Mungu anawapa, nidhamu ya marafiki ambao Mungu anapitisha kwao, nidhamu ya fedha ambazo zinapita kwao, nidhamu ya kula, nidhamu ya maombi, nidhamu ya neno. Nidhamu imegawanyika katika maeneo mengi sana. Ukichagua kuweka nidhamu sahihi kwenye kila eneo la maisha yako, na kuhakikishia ufanisi wako utakuwa wa tofauti sana. Utaanza kuona tofauti katika namna ya utendaji wako. Utaanza kujiona kwa utofauti kwenye maisha yako sana. Kumbuka kwamba hatufanikiwi kwa sababu tunafanya vitu vingi. Tunafanikiwa kwa sababu unafanya vitu vichache vya msingi. Yaani kuna wale watu ambao ni kama Martha na Mariamu. Yesu akamwambia Martha, kwani unazunguka na vitu vingi, unajisumbua na mambo mengi sana? Lakini Mariamu amechagua kitu chema. Sasa watu wengi ni kama Martha, anashika hili, unakuwa mpaka siku inaisha anakuwa ameshika vitu vingi bila kuwa na nidhamu. Kuchagua vitu vichache tu vya msingi kuvifanya na kuviwekea nidhamu, hapo utaanza kuona ufanisi na progress kwenye maisha yako. Jisimamie hata kama hakuna anayekuona. Nidhamu, ule uwezo wa kujisimamia ni ule uwezo, nidhamu ni ule uwezo wa kusimamia malengo yako hata kama hakuna mtu yote anayekuona. Kusimamia namna ya kula kwako, usile kila kitu, chagua, select vitu vya kula. Select hivi nitakula, hivi sitakula. Kwa sababu usipoweka nidhamu hata ya kula, madhara ya kutokuwa kuishi kwa nidhamu unakuja kuyapata baadaye. Ule wakati wa jioni, sunset, jua linaelekea kuzama, umri umeenda, unaanza kuona matokeo ya kula kiholela. Unaanza kuona matokeo kwenye mwili wako. Usipokuwa na nidhamu ya mwili wako, chagua vitu vya kula, kula vitu vyenye afya. Hata kama ni vichache, unaweza ukawa unakula quantity vitu vingi ambavyo havina manufaa. Usifanye vitu vingi ambavyo
havileti manufaa kwenye maisha yako. Ukawa unajishughulisha na mambo mengi bila kuwa na discipline. Discipline ni kufanya vitu vichache vya msingi na kujisimamia hata kama hakuna anayekuona. Weka nidhamu kwenye maisha yako, jambo la kwanza. Jambo la pili ni consistency au uendelevu. Hii ndo moja kati ya jambo ambalo linasumbua watu wengi sana, kutokuwa na uendelevu, consistency. Kufanya jambo moja mpaka lilete matokeo sahihi. Nimesema hapo mwanzoni kwamba hatufanikiwi kwa kufanya vitu vingi. Hatufanikiwi. Kila biashara, kwa mfano, kila biashara ina faida, lakini biashara ile ambayo unaelekea uendelevu, consistency, ndio itakayokupa faida. Kila biashara ina faida na ina hasara. Kuna biashara ambazo zimetajirisha watu, na kuna hiyo biashara ambayo imetajirisha watu, na hiyo biashara ambayo imewafilisi watu. Kwa hiyo sio biashara gani ya kufanya sana, ni consistency. Kama umeamua wewe ni muuza samaki, hebu uza samaki mpaka uwe expert kwenye eneo hilo, uwe mbobevu kwenye eneo hilo, kwamba watu wakizungumzia samaki wakuzungumzie wewe, mpaka ubadilike jina uitwe samaki. Kuna mtu fulani pale Mtongani alianza kuuza pilau muda mrefu, mpaka anaitwa Mapilau sasa. Anaitwa Mapilau kabisa, na cafe yake inaitwa Mapilau. Mapilau restaurant, Mapilau cafe, mpaka ubadilike sasa kuwa jina, uwe mbobevu wa lile jina, wa kile kitu ambacho unachokitumikia. Usipokuwa na uendelevu wa maombi, usipokuwa na uendelevu wa biashara, wa kazi, wa kitu fulani ya kipaji ulichonacho, ukakiekea uendelevu, consistency, kila siku ukawa unafanya, hauwezi ukawa na matokeo mazuri, huwezi ukawa na ufanisi, hauwezi ukawa tofauti, huwezi ukawa sawa na wale mtu ambaye anakuwa na focus. Maandiko anasema Yesu katika siku za maisha yake alimtolea Mungu machozi, ibada, vilio kila siku, na ilikuwa ni kawaida yake Yesu kusali, kupanda mlimani kusali. Ikopo ni tabia ya maisha yake, ni consistency, ni uendelevu wa maisha yake kusali. Kwa hiyo kusali, kuomba kuwe ni muendelezo wa maisha yako. Kusoma neno la Mungu kuwe ni muendelezo, kujifunza kuwe ni muendelezo, kuwe kuna consistency. Usifanye kwa kuweka magep. Usifanye, kuna ambao labda biashara, anaanza biashara labda ya kahawa, biashara ya samaki Januari, Februari ana biashara ya karanga, Aprili ana biashara fulani nyingine, mwezi wa 6 ana biashara ni dalali mwezi wa 8 yupo kwenye uuzaji wa furniture. Unakuta paka mwaka unaisha ameshafanya biashara kama 10, amesharukia karibia mambo 10. Kwa hiyo nini kinachotokea? Mwaka unaisha anajikuta hakuna ambacho amesimama nacho. Anaishia sasa mwakani, sasa nianze na kilimo. Mwaka ulioisha wote, sasa mwaka huu umeisha, kwa hiyo mwakani sasa nitaanza na kilimo rasmi. Ukiwa mtu wa kufanya ishi na kuacha, kufanya kile na kuacha, huwezi kuona ukuaji na ustawi kwenye maisha yako, na ni ngumu kuwa na mafanikio. Jambo la mwisho ni focus au makini. Epuka vitu ambavyo vinakutoa kwenye malengo yako. Epuka sana vitu ambavyo vinakutoa kwenye malengo. Focus. Warren Buffett na Bill Gates ambao ni matajiri ambao wako kwenye top 5 matajiri 5 wa dunia, wako kwenye top 5. Waliulizwa kwenye interview tofauti, nini siri ya mafanikio yako? Wote wawili wakajibu neno moja, focus. Kwenye interview tofauti. Na neno hili focus pia Cristiano Ronaldo ambaye ni mwanasoka bora duniani alishawahi kuzungumzia kuhusiana na focus na dedication. Alishawahi kuzungumzia hili swala. So ni focus ni kitu muhimu sana. Umakini ni umakini kiasi gani unaweka hata unaposikiliza hii audio. Unaweza kuwa unasikiliza hii audio huku unafanya vitu vingine tofauti, au umesikiliza kidogo ukaacha, umerukia huko TikTok, umesikiliza kidogo ukaacha, huko Instagram umesikiliza kidogo yani huko unajishikuta kwamba unashinda Instagram, Facebook kidogo, yani ukiangalia mpaka jioni. Umeingia Instagram umepata nini? Umeingia Facebook umepata nini? Umeingia. Kuwa na msimamo na umakini kwamba nafanya hichi kitu mpaka kione matokeo,
Pray kwa umakini, omba kwa umakini, omba kitu kimoja kwa umakini mpaka uone matokeo. Focus ni mfano wa lenzi na karatasi na jua. Ukilichukua jua, ukichukua karatasi ukaweka kwenye jua, unaweza ikamulika hata wiki nzima pale kwenye karatasi, lakini isiungue. But unapoweka focus ambayo ni mfano wa lenzi, ile lenzi ukaiweka pale juu ya karatasi, haitachukua muda matokeo yanaonekana. Haitachukua muda, ile karatasi itaungua. Huu ni tofauti, ni pale ambapo unapoweka focus kwenye jambo lako na ukiondoa focus, hilo jambo unaweza kulifanya hata mwaka mzima na usione matokeo, ukajikuta tu unazungukia pale, unazunguka pale tu. Lakini unapoweka focus, umakini mkubwa, lazima uone matokeo. Pastor Chris alishawahi kusema kwamba put yourself and your best into what you do. Jiweke wewe na ubora wako kwenye kile unachokifanya. Jiweke wewe na ubora wako, usijiweke nusu kwenye kile ambacho unachokifanya, ili upate matokeo sahihi. Weka focus kwamba siku ya leo mpaka nipate jambo fulani. Hakikisha una focus hapo mpaka upate hilo jambo. Weka kitu cha msingi ambacho unataka kufanya mwaka huu. Weka kitu cha msingi kila siku ambacho utakachokifanya. Sio lazima uweke mambo mengi. Unaweza kuweka mambo mawili, lakini ukasema ile la kwanza, ili moja lazima nikamilishe. Nitafanya mambo mawili siku ya leo, lakini hili moja mpaka nione matokeo, nitalingangana nalo. Unataka labda passport. Hakikisha una focus that week mpaka upate hiyo passport. Labda unataka leseni ya biashara, hakikisha una focus kufuata procedure zote mpaka unapata hicho. Ukiwa kila siku una focus, unapata matokeo, utajikuta siku yako inaenda kwa matokeo, wiki yako inaenda kwa matokeo, mwezi wako unaenda kwa matokeo makubwa. Weka matokeo ambayo unataka upate kwa siku. Weka matokeo makubwa unataka upate kwa wiki. Weka matokeo makubwa ambayo unataka upate kwa mwezi, na weka matokeo makubwa ambayo unataka upate kwa mwaka. Mwaka huu nataka matokeo yangu makubwa yawe haya, na hakikisha unaweka umakini mkubwa kwenye hayo mambo mpaka yatokee. Naitwa Christian. Nashukuru sana. Zingatia haya mambo matatu. Weka umakini. Sikiliza hii audio kwa umakini, lakini pia irudie tena ili upate siri zaidi kwenye audio ambayo nimerecord this time. Mungu abariki sana. Enjoy hii audio. Mungu abariki sana. Uendelee kupata ufahamu wa Kristo. Usahau kwenda kwenye Instagram, ni ufahamu wa Kristo. Kwenye YouTube ni ufahamu wa Kristo. Kwenye TikTok ni ufahamu wa Kristo. Kwenye Facebook ni ufahamu wa Kristo. Kote huko tunaposti mafundisho kwa njia ya picha, kwa njia ya maneno, wakati mwingine kwa video, wakati mwingine kwa audio kwenye WhatsApp. Mungu akubariki sana. Ukiwa na swali lolote, uliza kwenye comment hapo nami nitakujibu. Katika jina la Yesu. Amen.